Nikiwa na maana gani? Nikiwa na maana kwamba sisi hatujiondoi kwamba tulikuwa tukipendi chama chetu. Chadema tumeijenga kwa miaka mingi, Chadema tumeipigania kwa miaka mingi. Mimi binafsi nilikuwa kampeni manager wa Tundu Lissu, nimezunguka naye sana mpaka amepata wenyekiti. Nimemshauri sana, nikamwambia, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la kudai reforms ni sawa, kwenye nchi yetu reforms haziko vizuri, lakini swala la kudai reforms ni mchakato. Swala la kuzuia uchaguzi sio sawa. Kuna watu nchi nzima wamejiandaa, wamekijenga chama kuanzia ngazi za kata, za majimbo na urais ili waweze kugombea. Leo unamwambia mtu asigombee. Nini future ya hiki chama? Haki. Lakini hatukuishia hapo. Moja kwa moja alianza kutangaza kwenye vyombo vya habari kwamba Mapunda alishakuwa msaliti, anatumiwa na CCM, na ndipo chanzo kilichoanzia hapo. Lakini pia nikamweleza sisi wengine ni kama spika, lakini tuna baadhi ya viongozi wengi na wanachama wengi wanataka kushiriki uchaguzi, lakini hivi karibuni utawaona. Nafikiri baada ya hapo nikaanzisha operesheni ya kutaka kujua wangapi wanaotaka kushiriki uchaguzi na ambao hawataki kuzuia uchaguzi. Baada ya kuona ongezeko limekuwa kubwa, karibia kila mkoa wa Tanzania akamwagiza kinyemela katibu mkuu John Mnyika kwamba hebu waite kwanza hao wote wanaotaka kugombea ambao hawako tayari kuungana na sie kwenda kuzuia uchaguzi. Ndipo ilipozaliwa G55. Lakini sio hiyo tu, sisi tumetoa mpaka waraka wetu, tumeandika waraka wetu wa kukishauri chama kama wanachama. Na kwa bahati nzuri hiyo G55 mimi ndo nilikuwa mwanzilishi, lakini pia ndio mhamasishaji mkuu wa hiyo G55, ambao leo tunachukuliwa kama waasi, lakini sisi sio waasi. Tulikuwa tunakipenda chama chetu, tumekishauri chama chetu kwa aina mbalimbali, lakini kile chama kilishakuwa chama dikteta, hakina haki sawa kwa wote kama mlivyoiweka hapo. Hiyo namba moja. Namba mbili, tarehe 7 mwezi huu wa 5 mwaka 2025 nilitangaza rasmi kujiondoa kwenye chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Lakini kipindi najiondoa, kama mnakumbuka vizuri, mimi ndo nilikuwa wa kwanza kupingana na Mheshimiwa Lissu kuhusiana na kuzuia uchaguzi. Sio kwamba tunapinga reform tunazihitaji. Kipindi niko hapa ofisini nilikuwa namsikiliza bosi wangu Makamo, alikuwa anasema, anatolea ufafanuzi, wengine hawajui historia. Chama cha kwanza kudai reforms ni chama cha wananchi kafu, watu hawajui. Na Mheshimiwa Lissu amekuwa mtu wa kudandia. Unajua hata ndugu zetu wa Chama cha Mapinduzi walidandia ile ya Profesa Lipumba ya kujenga shule za kata nchi nzima. Kuna madhara ya kudandia sera za watu. Ukidandia sera, aliyeunda sera anajua nikiwa rais nitaongoza vipi. Ukidandia, ndio maana wamejenga shule, kwa sababu nakumbuka kipindi kile Benjamin Mkapa alisema kabisa huyu atakuwa profesa Mtwara. Kweli si kweli? Lakini walipo Mheshimiwa Profesa Lipumba alizunguka nchi nzima kunadi sera hizo, lakini walipoona amepata members wengi, CCM alipopita madarakani wakadandia hiyo sera. Nini kilichowakuta? Walijenga majengo mpaka leo kuna baadhi ya shule huku kwetu kusini wanafunzi wanakaa kwenye matofali. Unajua kwa nini? Wamedandia sera bila mipango. Haki. Sio vitu vya kucheka, ni vya kusikitisha, lakini twende taratibu. Sasa